kazi maalum. Dismas Nyamwele, tuombe usikia jina lako uje mara moja kwamba wakati Alexis Aslaus, Robert Wongino, Sidion Matias, Endo Jonas, Lauton Robert, Obadiah Simeo, Happiness Ajeli, Zakari Edith, Juliet Esau, Hosea, Eliana, Nathaniel, Silas, asante sana. Hatua ya mwisho ni kwa wale ambao walijitokeza zaidi, wa kwanza mpaka wa nne. Tutaanza na wa nne. Gahanga, Esau Ernesti, Alexis Stanislaus, Robert, ambaye anastaafu. Kwa sababu mimi kilichonifanya nisimamishe hapa, it's not about his certificate, his position, lakini what humbles me now ni his humility, yani unyenyekevu wake wa kusema pamoja na nafasi yangu, lakini Mungu ni wa kunitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine mkisha kuwa tu hata barozi, hamtaki hata kujifunza, na hata kabisa huwa tunakosa watu wa kusoma hata kwa muda tu wa jioni. Huyu ana majukumu mengi na alikuwa haji darasani kila mara, anatumiwa notisi. Jumamosi anakuja na kana mwalimu anamwambia tujifunza, anang'ang'ana, anasoma vya wiki nzima, anasamarize kwa nyumbani, na majukumu ya kuwa mkuu wa shule sio madogo. Usimamie shule, uende kwenye vikao, uitwe watu. Sasa mimi mwalimu, mimi nakuombea Mungu akusaidie, na Mungu anatutazama kwetu, sio tu vyeti na nafasi tulizo nazo, lakini zaidi unyenyekevu wetu, unyenyekevu wa ambao mtu anakuwa nao. Sisi tunakuombea usiishie hapa. Sisi tunasema kwa majukumu yamezidi hapa, shetani asinyang'anye kila ambacho Mungu ameweka. Tumikie Mungu kabisa kwa uaminifu, na wengine mjifunze kwamba unakosa muda wa kusoma kila siku, lakini hapo unaweza kusoma ukiwa kwenu. Jioni unakutana na Kaigarura, anakupa notisi kwamba soma nao, unamaliza na hao. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ana diploma, huyu ana degree, huyu ana masters, huyu ana PhD. Hata wewe hata diploma hauna, mtakuwa mkwara.
Na mimi kama nimesema, it's not about education. Unajua mimi na ule unyenyekevu wa mtu naupenda sana. Unajua mimi ni graduate masters na sikwenda kwenye graduation. Kwa sababu mimi ishu ya vyeti kwamba haikunisumbua kabisa. Haikunisumbua kabisa, lakini kwamba nimegraduate, vyeti waliniletea. Walinitumia sikwenda kwenye graduation. Waliniambia wewe akisema nimeshamaliza. Sasa na nini usiache kusoma elimu ya Biblia wakati chuo kiko hapa palipo na miti. Wanasema hamna nini? Hamna wajenzi. Wengine ni wajenzi wa vitongoji. Usiache hata kale kasiku kamoja unapata usome. Hata ukishindwa kumaliza ile kozi ndani ya muda, wanaweza wakakusongeza kozi inayofuata. Kozi inayofuata utamaliza. Hata kozi ya pili usipomaliza, tunaelewa ubize wenu, tunakusongeza zaidi ili kwamba mpaka umalize. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi zetu zisiwafanye mkajiona mko very special zaidi ya kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Sasa watu pige picha ili ukipotea nije Yes, hapa tulipo ni katika kanisa la Anglikana, katika ukumbi wa Anglikana ni ambapo wahitimu wa chuo cha Biblia walikuwa wakipokea vyeti vyao na baadhi ya pongezi kutoka kwa wadau wao kwa karibu. Lakini baada ya yote tumeweza kukutana na mmoja wa wahitimu, atajitambulisha kwa majina yake, kisha atatuambia ni kitu gani kile ambacho tunaweza kujifunzia au cheti anachopokea ni cha nini. Bana, karibu, unaitwa nani na hasa kilichofanya mpaka ukafika hapa ni nini? Asante mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Daktari Eliana Nuru Mshumbusi. Ndio. Nilijiunga na masomo haya ya muda mfupi, masomo ya uinjilisti katika kipindi cha miezi mitatu. Kwa kweli nimehudhuria masomo haya na nimefaidika, na leo nimehitimu. Masomo ni mazuri sana, yanatuimarisha, tunakwenda kuimarisha utendaji kazi wetu. Kwa sababu tayari mimi ni mwinjilisti wa kanisa la Anglikana Nyungwe. Kwa hiyo nimekuja kuongeza maarifa na leo nimehitimu, kwa hiyo narudi kule kwenye eneo langu la kazi kwa ajili ya kutenda kazi ya Bwana. Sawa. Na wakati mambo mengine yanaendelea, niliona pale mtumishi aweza kusimamisha mbele na kudai ya kwamba unakuwa yani utakuwa kama mfano wa watu kujifunza. Ni kwa nini hasa ambacho kimepelekea mpaka ukaitwa pale mbele? Amina. Nimeitwa pale mbele kwa sababu kwanza mimi ni mtumishi wa umma. Ndio. Jambo la kushangaza, aliyomshangaza Baba Askofu ni mtumishi wa umma. Ni mkuu wa shule ya sekondari taasisi. Nina wasaidizi wangu, sasa ndio akawa anashangaa, anauona ukuu wa Mungu na akasema iwe fundisho kwamba watu wasije wakapata nafasi katika serikali wakajiona wakubwa wakapandisha mabega wakamsahau Mwenyezi Mungu. Na anasema kinachoshangaza si elimu yangu wala si vyeti vyangu, ila ni ule unyenyekevu ambao ninao. Sawa, basi unawaambiaje watu wengine, watumishi wa umma wengine, aidha headmaster kama wewe au watumishi wa umma katika sekta mbalimbali, unawaambiaje kwa hiyo? Mimi ninawaambia kwamba kumtegemea Mungu kuna faida. Kazi zinazopewa za serikali hata za binafsi, bila Mungu hakuna mafanikio yoyote. Mungu ndiye aliyetuumba kwa makusudi na ndiye anaendelea kututengeneza kila kicha. Kwa hiyo ni vyema kumtanguliza Mungu katika mambo yote, na ukipata nafasi ya kumtumikia, mtumikie kweli kweli. Uwe ni mzee wa kanisa, uwe ni mwinjilisti, uwe ni nani, uwe ni mchungaji, vyovyote vile, kadri itakavyopendeza Mwenyezi Mungu akupa nafasi kutumika bila wasiwasi. Bana, hongera sana. Asante sana. Ubarikiwe. Nakushukuru sana. Tumeweza kukutana na mtumishi mwingine hapa ambaye naye pia ameweza graduate, ameweza kupokea certificate ya kitu ambacho alikuwa anakisomea. Mimi nisieleze sana bali yeye ataweza kujielezea yeye kama yeye. Bana, utatuelezea wewe unaitwa nani, lakini pia ni kitu gani kimekufanya mpaka ukawepo mahali hapa, au ni kipi umefanya mpaka kufikia hatua ya kupokea certificate hii? Karibu. Asante. Kwa majina ni Mwinjilisti Diopia. Na mimi ninaweza kusema kilichotuma kuwepo hapa ilikuwa katika masomo kwa ngazi ya cheti kwa ajili ya uinjilisti. Uinjilisti ni sisi tunakwenda kusimamia makanisa kule
waende mitaani na sisi tunaenda kueleza watu kwa ajili ya kuanzisha makanisa. Kwa hiyo kozi ndio nilikuwa nayo hapa, na nashukuru Mungu tumehitimu leo tarehe ya leo. Aha, sawa. Bana, unajisikiaje baada ya kuhitimu sasa? Yani furaha yako ikoje? Yani unaweza ukatuelezea kidogo? Okay. Kwa kweli ni jambo kwanza la furaha, lakini zaidi ya yote ni kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye amekuwa pamoja nasi kwa muda wote. Kwa kweli ni kushukuru na furaha ikiwemo pia. Of course. Sawa. Basi unawaambiaje watu wengine ambao wapo pengine wana makanisa au wengine bado hawajapata makanisa, lakini wanatamani labda kupata hata certificate au kufika kwenye ngazi ambayo umefikia, basi unawashaurije au unawaambiaje? Acha kuambia kwanza kuwa na kanisa ni kitu ambacho ni uongozi. Kwa hiyo lazima uwe na elimu kuwaongoza watu, na dunia ya leo ni elimu. Kwa hiyo mimi niwashauri tu kwamba hata kama una makanisa huko, waje wasome, nafasi zipo. Unasoma, unaelimika juu ya Mungu, naye ana elimu juu ya habari za Mungu, unazisoma, unazifahamu, na unaweza kwenda kuelezea watu jambo lililo nalo uhakika zaidi. Asante sana. Na mtazamaji, kwa kweli siku ya leo ni siku ya furaha sana na shangwe, na baada ya hayo yote tumeweza kukutana na familia ya Elianali Mshumbuzi, na wameweza kuelezea furaha yao baada ya ndugu yao huyu au baba wa familia kuhitimu au kumaliza ngazi ya certificate. Kusema kweli ni jambo la furaha kubwa sana kwa wanafamilia. Pia tutawasikia furaha zao. Sawa bana mama, samahani, kwa majina wewe unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa Joana Banche au Mrs. Mshumbuzi, natokea Ngara. Aha, unatokea Ngara, manake wewe ndo mama mchungaji. Ndio. Basi unajisikiaje mama mwinjilisti, unajisikiaje kwa mme wako kuhitimu kozi ya muda mfupi kwa ajili ya utumishi wa Mungu? Wewe kama wewe unajisikiaje binafsi? Mimi najisikia furaha sana. Sawa, na shemeji hapa kama tunaweza kutambulishwa. Kwa majina naitwa Jeni Banche. Kama ulivyosikia mwenyewe ni shemeji yake. Moyoni na amani na furaha tele. Unajua kiongozi wa familia anapokuwa mcha Mungu, familia inakuwa kwenye amani sana. Amina. Bana, naona mtumishi kweli umeamua mpaka familia inakuunga mkono. Basi ni jambo la heri, pia ni jambo la kumshukuru Mungu. Amina. Maana nadhani Biblia katika kitabu cha Timotheo wa pili kama sikosei, kama sio wa kwanza, sura ya 3 inasema kwamba mtu akitamani kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu asiwe mtu wa kulaumika, asiwe mtu sijui mwenye kupendea ni nini, mme mwenye mke mmoja. Naona umeweza kutimiza sheria ya Mungu, kwa sababu asiyeweza kusimamia nyumba yake hawezi kusimamia kanisa. Basi naona kiukweli unao uwezo wa kusimamia familia, hivyo na nyumba ya Mungu utaweza kuisimamia. Ubarikiwe sana. Nakushukuru sana. Amina, amina. Asante sana.